Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Moja ya tafiti ambazo nimezifanya kuhusu mabinti kujichua, kujiingiza kwenye mapenzi ya jinsia moja, ushoga, usagaji. Nilikuja kugundua kwamba mabinti wengi walikuwa exposed kwenye hizi channels za kuangalia haya mambo wakiwa bado wadogo. Though na wengine wamekutana nayo wakiwa wakubwa, lakini most of them walikutana nayo wakiwa kwenye umri ule wa kukua. Mmoja aliniambia kwamba alikuwepo mtoto wa babake mkubwa hapo nyumbani wa kike. Na alikuwa mara nyingi wazazi wakiwa wameenda kazini, anachukua anaenda nao chumbani, wanaangalia. So anasema that time wakati mwili unaendelea kukua, kuna mabadiliko yalikuwa yakitokea kwenye mwili wake. Na kuna wakati akawa anajisikia kama anataka kulala na mwanaume, lakini kwa sababu alikuwa boarding school na shule alikuwa anasoma ilikuwa ni shule ya wasichana tupu, hakuwa na namna. Ilibidi atafute namna ya kuzituliza hisia zake. So wakati anatafuta namna ya kuzituliza hisia zake, akagundua kwamba kuna vitu alikuwa anaviangalia na kuna vifaa ambavyo watu walikuwa wanavitumia. Kaona kwa sababu hawezi kupata toys, bora achukue vitu kama karoti, achukue vitu kama matango, atulize hisia zake. Na ikapelekea mbaya zaidi kuanza kuapproach wasichana wenzake na kuanza kulala nao. Kuna mtu mmoja nilimsikia kwenye mitandao ya kijamii, msanii, ni celebrity mkubwa, anasema ukizaliwa na hiyo hali huwezi kuacha. Let me tell you the truth. Hiki kitu inawezekana kuacha. Hiki kitu inawezekana kuacha. Na hauwezi kuacha tu from nowhere. Kuna namna unaweza ukaacha. Kwa sababu hiki kitu ni roho, na hii roho imeshaingia ndani ya mtu. Huwa haiwezi kutoka kwa kusikiliza watu wanazungumza nini kawaida kwa namna ya kawaida ambayo unaweza pia ukawalipa fedha. Kwa sababu hii ni roho imeshaingia mtu. Kinachotakiwa kufanyika hapo ni nguvu ya Mungu kuingia ndani na kumsaidia huyo binti au mwanamke ambaye anasumbuliwa na hii roho ya usagaji. So Mungu peke yake mwenye nguvu zote ndiye anayeweza kumsaidia mtu kushinda hicho kitu. Biblia inasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za ibilisi. Miongoni mwa mambo ambayo shetani anafanya kwenye hizi siku za mwisho ni kuwaingizia mabinti roho za usagaji. Na anawaingizia kupitia nini? Kupitia simu za mkononi walizonazo ambazo wazazi wamewaamini kuwapa kwamba zinawasaidia kusoma. Ushauri wangu kwa mzazi ambaye una mtoto, hakikisha kwamba unafuatilia matumizi yake ya simu yakoje. Na ukienda kule YouTube kuna ile sehemu ya kuangalia videos ambazo zimeangaliwa. Fanya kisirisiri asijue kama unamwangalia. Hapo utamsaidia. Kwa sababu kama yeye ataharibika akiwa bado mdogo, ujue ana nafasi kubwa ya kuharibu wengine atakapokuwa mkubwa kama hata waiwa mapema. Hii kitu inahitaji nguvu za Mungu ili kuishinda. Na kama bado imekuwa inakusumbua binti ambaye unanisikiliza hapa, nikwambie kwamba inawezekana hiyo hali ikaondoka kabisa. Kwa sababu ni shetani amekiingiza, Mungu anaweza akakiondoa. Na Mungu anakiondoaje? Ni kufanya maamuzi ya kusema sasa ninaacha. Na umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishaokoka unapokea nguvu. Yohana 1:12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake, ndio hao waliaminio jina lake. Kwa Kiingereza anasema he gave them power to become. Kwa hiyo